السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Jambo moja la muhimu sana hapa ni kuhusiana na kwamba unajua ndoa ni spiritual. Ndoa ni jambo la kiimani. Na mtu mmoja nimemuona anasema kwamba ndoa ni jambo la kiimani. Na kweli ndoa ili ifanikiwe inabidi kuwepo na spirituality, kuwepo na mambo ya na imani, kuwepo na kumwogopa Mwenyezi Mungu katika kufanyiana vitu sivyo. Tena kuwepo na kumwogopa Mwenyezi Mungu katika kupatana, kuwepo katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu tangia unamuona, tangia fikra zako za kumchagua huyo unaenda kuwa naye. Inabidi Mwenyezi Mungu na maamrisho yake na makatazo yake uyafanyie kazi. Yaani ukija ukatengeneza mazingira ya kwamba haina kipaumbele, mambo ya Mungu hayana kipaumbele, mkakutana watu wawili ambao mnataka kuoana lakini spirituality, mambo ya Mungu, maamrisho na makatazo yake hayana kipaumbele kwenye ndoa yenu, hapo ndoa hiyo kutoboa ni changamoto, kwa sababu mnaishi maisha ya kawaida kwenye jambo la kiimani na kiroho. Tunaelewana? Mnaishi maisha ya kawaida kwenye institution, kwenye taasisi ya kiroho. Yaani tuseme sijui vipi unaenda kufanya kilimo ndani ya msikiti, sijui tuseme kitu kama hicho au vipi. Kwa hiyo maana yake hapa mafanikio yake hamna. Kunatakiwa kuwe na kila kitu unakichombeza au unakizungushia imani unachokifanya kwenye ndoa, kupata mke na mume, kuishi katika maisha, watoto wenu. Kwenye Uislamu hadi tendo la ndoa lina dua yake. Ndio maana hata ile ndoa pale kuna hutuba, kuna kumswalia mtume, kuna kumtaja Mwenyezi Mungu. Umeona? Kwa hiyo ndoa ikiwa haina imani, haina Mungu ndani yake, ni changamoto kubwa. Yaani hapo ni changamoto kubwa, kwa sababu unatoa halitimii, ni jambo linakuwa halitimii, yaani kama mtu ambaye hana kichwa. Sio, unaelewa? Kwa hiyo tukumbuke kwamba ndoa ni jambo la kiimani, jambo la Mwenyezi Mungu na maisha yake na kila kitu, tokea kupatana, tokea fikra zako za jinsi gani nani unamchagua, zote zile zinapita katika misimamo ya kimungu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.